Mukamba kuma niwaiaa Mbeu nikana ivinda ya kuvanda ethiwa na kindu utonya kwikia muundani wake ateo Mbeu Sya muisyoni wa kuvulana na ilasi ya kuseuvya sya hybrid na GMO. Robert Mutuku nthini wa kilungu cha keli cha Kwitaana Mbeu Sya Tene nukuelesya muisyo wa GMO kwa mbeu na matambya la mosetwe kuseseea kana kuseseea muimi. Ugali wa siku hizi hauna hata ladha, lakini ugali wa zamani ulikuwa na ladha. Hata ukipika tu mtu akiwa tu Kisumu na yeye huko Busia, utajua tu huyo mtu anasonga ugali. Lakini sasa hata mtu asonga ugali kwa nyumba yake, hata wewe sijua. Aimi ba Kenya me muisyoni wa kwasya Mbeu Sya Tene itina kwithiwa vena musikumo wa kuete mbeu sya GMO. Mutaalamu wa uimi wa Njiro Kamau aiweta kanani vatonyeka mbeu kavulana. Tukiangazia kitu kama BT maize ama BT cotton, hiyo ni mahindi ambayo ni ya kawaida, imeongezewa chembe kutoka bakteria ambayo inaitwa Bacillus thuringiensis, ambayo inapatikana kwa udongo yetu naturally, lakini hii inakuwa synthetic. Hii inafanywa kwa laboratory, si kitu ati inafanya in nature, ni kitu inafanywa kwa laboratory na wanasayansi, alafu wanaunganisha hizo chembe ndio inaitwa BT. BT means iko na viungo vya Bacillus thuringiensis na pia iko na viungo ya mahindi ama pamba. Aina ya ile chakula ambayo iko open pollinated, yani inaweza ikikuzwa pamoja na hii ya genetic modified, inaweza leta hizo chembe kutoka hiyo mmea ambayo imetoka kwa wanasayansi kwa mbegu yetu ya kiasili. Ile tunaitaka kwa Kiingereza cross pollination. Alafu mbegu yetu ya kiasili haitakuwa ya kiasili anymore, itakuwa pia na chembe hiyo. Yo muimi atonya kumanyata kana mbeu yake ni vulanite na mbeu ingi sya kuseuvya. Hizo kujua kama mbegu yako iko na hizo chembe za GMO, lazima uende laboratory ifanyiwe utafiti ambao inaweza fanyika Kenya, lakini sana wakati sisi tuna kama civil society organizations tunataka kufanya hiyo utafiti, tunapelekanga nchi za mbali kama Ulaya ama South Africa. Huko ndio wako na technology, lakini pia Kenya institutions kama KEFIS pia wako na hiyo capacity ya kutest, lakini iko na gharama yake ya kutest ni juu. Mara ya mwisho kufanya hiyo utafiti, sample moja kujulikana kama iko na hiyo chembe ilikuwa na gharama ya 20,000. So it's very expensive. So si kitu mkulima ati anaweza fanya. Lakini in Kenya wakulima kwanza gharama ya wakili, gharama ya legal system ni iko juu sana, na shamba zetu ni ndogo. How are our farmers protected? Ama wakulima watapelekwa kotini alafu wapoteze mali yao kama mashamba kwa sababu ya gharama ya juu ya kupelekwa kotini na hizi kampuni ambao they own the patents to this seed. So those are also legal issues that are not well addressed. And finally, ile kitu ya mwisho, regulation ya hizi GMOs ni very difficult kwa sababu wakulima ni wengi na wafanyikazi wa National Biosafety Authority ambayo ni regulator. Lazima waende kwa shamba ama wakikuwa na kesi waende waangalie. Tukiangalia kama ni ile machakula inakuja kama ni ya GMO, tuseme kwa mfano ni mahindi, na kuna varieties mingi za mahindi ambayo they are modified. Lazima tuseme kama ni mahindi variety A ikipelekwa isiagwe ikiwa peke yako, variety B inafanya isiagwe peke yako. Lakini in Kenya tunaona that is the biosafety law, that even ndivyo inafaa kufanya worldwide according to the Cartagena protocol. Lakini in Kenya hizo variety zote unganishwa alafu zinasiagwa mara moja inakuwa unga moja. That is wrong. Ingi Mbeu Sya Tene sya muisyoni wa kuthela kethi wa matambya mametuke mayoswa itina wa Kenya kuvitukithia muya uko nita muungu kuiya kana kuolanila mbeu kwa aimi, kindu kila kitumite biba Kenya memwamba na ngwatanio ingi mathikotini kwenda muya usuvya iweitheka. Seed Act imekuwa inakandamiza sana mkulima mdogo kwa sababu haitaki kurecognize mkulima mdogo kama mtu ambaye anaweka mbegu, anaweza kuzalisha mbegu, na inakuwa ni kama inapendelea mashirika makubwa. Na sisi kama Biba Kenya tukifanya kazi na Greenpeace Africa na Seed Savers Network, tumeenda kule Machakos High Court na kupeleka kesi. Tunataka constitutional interpretation ya wa constitution ambayo iko very supportive na ina protect indigenous and local seeds. Lakini ukiangalia Seed Act nayo inakuwa inawakandamiza.
na tukaona vile ambavyo tulipeleka kesi hiyo mwaka uliopita wa 2022, tukaona watu wa Ministry of Agriculture wameanza kufanya kazi na kutaka kubadilisha zile clauses ambazo zinakandamiza mkulima. Lakini sisi kama Biba Kenya na wenzetu tunasema ya kwamba hiyo haitoshi. Tunataka pia kuwe na public participation, public education and awareness, ili wakulima waweze kupeana zile their issues, na tunapobadilisha hata hiyo sera tusikuwe na shida nyingine ambayo tutakuwa tumeleta kwa sababu hatujaweza kuwa involve ama kusikiza their voice of the smallholder farmer. Kesi bado haijamenshoniwa. Tulikuwa tuna hope by December tutaitwa ili judge atupe directions, lakini bado haijasonga mbele. Ataalamu ayume mwamba na aimi methuthia Kenya alangi kwikonia na isesaji ya kuia mbeu na ingi kwikonia na uimi withayu nikana kukwata liu muisyo na mutheu wa kuya. Ni nguthuthia kamba mama ne kwikia mbeu na maimana kushea mbeu ondo Mukamba wa tene wa shea mbeu ukethia pai muisyo isaiwa kwangania maina banda ni ya kuimbeu. Mukamba wa tene ni waenda muisyo suna kanengane mbeu anengane mbeu. Utanu wake ni kuona alangi makethie nesa na muisyo tenanza ko uneimiza Mukamba eye mbeu ila situ cia banda wana na soso nikana withie nzao kamba netwalonja. Nataka vijana waelewe kazi sio tu ya kuweka tai na suti, hata ukulima huwa inalete pesa, na utaweza kuwa na pesa na utaweza kuwa wewe ni daktari. Ni kwa sababu wakati unalima chakula ambayo haidhuru watu, ni kama unawapea dawa na watu hawawezi kuwa wagonjwa. Mambo mengi ambayo wakulima wanataka kufunzwa, sababu mbegu sana sana unapata wakulima wadogo wale ambao wanasema mbegu zao si nzuri ni kwa sababu wakulima pengine hawana ile knowledge ama ile kujua vile ambavyo watatengeneza mbegu yao ama watamultiply their seed katika proper sanitary standards. Kwa hivyo sisi kama wanashirika tunafanya nao, tunaonyesha mbegu huwezi weka kwa seed bank miaka 5. Kama ni mbegu ya maharagwe, kila miaka 2 unaipanda. Vile ambavyo wanachagua, wana select ile mbegu gani ndio mbegu, ni gani ambayo kama ni mahindi ilichipuka ya kwanza, ikataso ya kwanza, ikatoa mahindi, ilikuwa na mahindi mangapi, vile ambavyo watazisave na vile ambavyo hata wataiweka katika hali nzuri ambayo itaweza kuoza. Kwa hivyo hiyo ni kazi ambayo tumeinvest, na hata katika zile seed learning centers wakulima wanakuwa na jinsi ambavyo wana share ile mbegu, na ndio tuweze ku make it a big movement, wakulima waweze kurudisha zile mbegu zao za kitamaduni. Mbegu nayo haitakangi mchezo. Unapoweka mbegu ukuwe msafi, ukuwe mtu unaeleweka. Ni wewe ni mama wa miaka mingapi? Usiniambie utakuwa na 20 years na usiende kwa mzee akufundishe vile wanaweka mbegu. Utajiwekea mbegu vizuri. Tembelea wazee waonyeshe vile wanaweka mbegu ya zamani. Ni woki muimi niwaiaa mbeu tileu na ndaileta kuwewa ateo kuvandwa na no Mbeu Sya Tene itonya kuumisya mauwau na mawaliu kuma nzeve alamekuo nundu nisyo mukuleva ile mbetani ya Afrika. Ndi ripoti ya Mutongo TV, nitawa Robert Mutuku.